Kwingineko, huku shughuli ya kuwasajili wapiga kura ikiendelea nchini, idadi kubwa ya wenyeji wa kaskazini mashariki watakosa kusajiliwa kutokana na kukosa vitambulisho. Uchunguzi wa KTN leo umebaini kwamba wenyeji wengi wa Dadaab, kaunti ya Garissa, hawana vitambulisho. Chifu mmoja wa eneo la mpakani analalamika kwamba mtoto wake amenyimwa kitambulisho licha ya kuwa afisa wa idara ya utawala. Unapotizama kwa mbali utadhani kuna mkutano wa wazee wafugaji. Usilojua ni kwamba umekuwa mtindo wa siku nenda siku rudi kuandaliwa mikutano kama hii ya kutaka uraia wao kupitia kupewa vitambulisho. Tangu jadi, kilio cha jamii za hapa ni kupata kumiliki stakabadhi hizo kihalali. Hassan Ali ni mkazi wa hapa ambaye ni miongoni mwa vijana waliohitimu miaka 18, lakini hawezi kusajiliwa kupiga kura msimu huu. I'm Kenyan born, raised in Kenya, but I lack an ID. I don't know the difference between I as a Kenyan and someone who lives in Somalia. We are being treated the same. Aliye na uchungu zaidi ni chifu wa eneo la Liboi, mpaka wa Kenya na Somalia, Mahdhi Guregedi, ambaye anasema watoto wake wamekuwa wafungwa ndani ya taifa lao, kinaya kikuu kikiwa ni kwamba ni afisa wa serikali anayefaa kuidhinisha raia wake kupitia vitambulisho. Mwenye kusign kipande mtoto wake akikosa kipande mwingine atapata wapi? Ngumu. Leo hawezi pata kipande. Mimi nimekosa kipande mtoto yangu, nimemaliza form 4 mpaka sasa hivi amekosa, nikapeleka Wajir South na mguu yangu kuombana huko. Kufuatia unyanyasaji huo wanaopitia mkononi mwa serikali, wengi hawana budi ila kutoshiriki usajili wa wapiga kura unaoendelea nchini kwa sasa. Ile kaunti inaitwa Garissa, Wajir, Mandera, wale watu wamesajiliwa kwa pande ya kitambulisho na watu 28,000, 28,000 peke yake. Na hiyo namba ni kidogo sana. Ukigawanya kwa hizo kaunti tatu itakuwa kama 900,000 kwa kila kaunti. Mwaka uliopita runinga ya KTN ilipeperusha makala ya Karaha Mipakani yaliyozungumzia baadhi ya vijana kutorokea taifa la Somalia kwa sababu ya kutemwa na serikali ya taifa lao. Wengi sasa wanajishughulisha na uhalifu na harakati za ugaidi. Yeah, it's only that circumstances is forcing us to get out of the country. But we are ready to come back if government promise everything. Mwezi Disemba mwaka 2015, naibu wa rais William Ruto alitaka wizara husika kutoa vitambulisho, jambo ambalo limekuwa ada kwa kila kiongozi anayezuru Garissa kulizungumzia. Na hakuna kijana wa taifa la Kenya atanyimwa kitambulisho kwa sababu eti anatoka jamii hii ama sehemu ile. Taswira hii ya kujumuika chini ya mti kwa mnajili ya kitambulisho si jambo geni kwa jamii ya wafugaji. Hata hivyo, wasimamizi wanakariri kwamba imekuwa vigumu kutofautisha Wasomali wanaotoka taifa jirani la Somalia na wale waliozaliwa hapa nchini. Hamza Yusuf, KTN leo, Dadaab, Garissa.